Halo, karibu katika mada yetu mpya ambayo ni mada ya sehemu, na eneo letu la kwanza tutajifunza kuhusiana na dhana ya sehemu. Kama ndo unafungua sasa na kwa mara ya kwanza unaona video hii, basi nikuombe subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata video nyingine nyingi zaidi. Lakini pia kuna video nyingi hapo unaweza kuzipitia, zipo ambazo tayari zimepakiwa. Ila kama video unayotafuta haipo, unaweza ukatuandikia pia kwenye comment ili tuweze kufanya utaratibu wa kuiweka video yote inaenda na mambo ya kiteknolojia na masomo kama vile kuhusiana na computer, network na nini, bila kujali level na lugha. Kuwezekana form 1 au shule ya msingi au form 4, tuna uwezo wa kuiandaa na kuiweka hapo. Asante sana. Tuende kwenye sehemu yetu ya dhana ya sehemu. Karibu, tunaendelea na sehemu ya 3 ya mada yetu ya sehemu, na sasa tuko kwenye kuzidisha sehemu. Katika kipengele hiki tutaanza na mfano wetu wa kwanza ambao tumepewa 2 1 juu ya 2 mara 4 2 juu ya 3. Kuzidisha na sehemu na kugawanya zinafanana, na ukimudu kuzidisha basi kugawanya ni rahisi zaidi. Ni kuombe tu tufuatilie kwa sababu utakuwa na tofauti chache ya namna tulivyojifunza kwenye kujumlisha. Kujumlisha na kutoa tulikuwa naanza na namba mzima, maana yake tulikuwa naanza 2 na 4. Hapa tutochukua hivyo kwa maana ya kuchukua 2 mara 4. Hapa hatua ya kwanza tutabadilisha sehemu yetu kwenda kwenye sehemu iliyozidi kiasi, kwa maana ya 2 mara 2 kujumlisha 1. Utachukua asili mara namba mzima kujumlisha kiasi kwa namna ya kawaida. Asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Ukichukua kwenye upande wetu wa kwanza, asili ni 2, namba mzima ni 2, kiasi ni 1. Kwa hiyo tunaposema asili mara namba mzima maana yake ni 2 mara 2 4. Kujumlisha kiasi maana yake 4 kujumlisha 1 utapata sawa sawa na 5. Kwa hiyo 2 mara 2 4, tutachukua 4 tutajumlisha 1 utapata 5 juu ya 2. Mara huku pia tutachukua hivyo hivyo asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Kwa hiyo asili mara namba mzima itakuwa ni 3 mara 4, tunapata 12. 12 mara kujumlisha 2 maana yake utapata 14. Kwa hiyo itakuwa 14 juu ya 3. Kwa hiyo kwenye upande wa kuzidisha na kugawanya sehemu, hiyo ndo hatua ambayo ukimudu tunasema huko mbele ni rahisi zaidi. Kwa hiyo hatua hiyo tunasema tunachukua asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Ile namba yako ya chini mara ile namba mzima unajumlisha na ile namba yako ya juu. Tukishafika hapo tunaangalia kama kuna eneo lina uwezo wa kugawanyika. Je, kwenye hizi namba kuna namba inaweza kugawanyika? Wapi unaweza kugawanya? 5, namba ya juu na ya chini kama zinagawanyika unaweza kugawanya. Namba ya juu na ya chini unaweza kugawanya. Namba ya juu ya upande mmoja na namba ya chini ya upande mwingine una uwezo wa kugawanya. Na namba ya huku pia na namba ya huku ya juu una uwezo wa kugawanya. Lakini hauruhusiwi kugawanya namba za juu kwa juu, kwa maana ya 5 na 14 hata kama zinagawanyika. Na hauruhusiwi kugawanya namba ya chini kwa ya chini, kwa maana ya 2 na 3. Kwa hiyo kwa mujibu wa sehemu yetu hapa ni 2, hapa ni 14. Kwa hiyo orodha ya pili ina uwezo wa kugawa hapa na kugawa hapa. Kwa hiyo kigawe tasa 2 kinagawa kwenye 2 na kinagawa kwenye 14. Kwa hiyo kwa 2 itakuwa 1, kwa 2 itakuwa 7. Kama zigawanyiki na kuwezekana umerahisisha, ukishapata majibu yako baada ya kurahisisha, tutazidisha namba za juu kwa namba za juu na za chini kwa za chini. Kwa hiyo baada ya kurahisisha hapa, au tungekuta hazigawanyiki kabisa, maana yake tungechukua ya juu mara namba ya juu na ya chini mara namba ya chini. Kwa hiyo hapa tutachukua 5 mara 7 kwa sababu tayari tumesharahisisha. Kwa hiyo 5 mara 7 tutapata ni sawa sawa na 35. Kwa hiyo tutaandika hapo 35 juu ya, tutachukua 1 mara 3. 1 mara 3 napata sawa sawa na 3. Kwa hiyo unaandika hapo 3. Fasili yake ni nini? Umepewa vitu 33. Umeambiwa upange mafungu. Kila fungu moja liwe na vitu vitatu. Tuseme mama anauza samaki, kwa hiyo amekupa samaki 33 na amekuachia kazi umpangie mafungu. Yeye ana kazi fulani anamalizia na amekwambia kila fungu moja liwe na vitu vitatu. Fasili yake ni kwamba utapata mafungu 11, utatumia vitu 33, itabaki 2 juu ya 3. Kwa hiyo jibu lake itakuwa ni 11 2 juu ya 3. Asante sana. Naomba turudia mfano mara kwa mara, lakini pia angalia mifano mingine kwa ajili ya kupata maarifa zaidi. Asante. Mfano wa pili, tumepewa 5
3 juu ya 4 mara 1 2 juu ya 3. Hatua ya kwanza tumesema tutachukua asili mara namba mzima na mara namba mzima kujumlisha kiasi kwenye kila upande. Asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Kwa hiyo utakachokifanya itakuwa sawa na 4 mara 5 ambayo ni 20. Hii ndo asili, hii ni namba mzima. Kwa hiyo 4 mara 5 20, tutajumlisha ile namba ya juu ambayo ni 3. Jibu letu 20 tutajumlisha 3, tutapata 23 juu ya 4. Mara huku nako tutachukua 3 mara 1, tutajumlisha 2, tutapata 5. 5 juu ya 3. Baada ya hapo utaangalia, je, kati ya hapa na hapa, je, kuna orodha yote inagawa hapa na hapa? Kama hamna, unakuja hapa na hapa, kuna orodha yote inagawa? Hamna. Kama hamna, unaangalia hapa na hapa, je, kuna orodha yote unaweza kugawa huku na huku? Mfano hamna. Unaangalia hapa pia na hapa, kuna orodha yote unaweza kugawa pande zote? Pande yote hamna. Kwa hiyo fasili yake maana yake utachukua namba ya juu kwa mara namba ya juu na namba ya chini mara namba ya chini. Kwa hiyo namba ya juu mara namba ya juu itakuwa sawa na 23 mara 5, tutapata 115. Juu ya tutachukua 4 mara 3, tutapata 12. Kwa hiyo tuna vitu 115, tunatakiwa tugawe mafungu ambapo kila fungu moja liwe na vitu 12. Ndio fasili yake kwa lugha ya kawaida. Mama amekuachia vitu samaki 115, amekuambia panga mafungu ambalo kila fungu moja liwe na samaki 12. Kwa ukifanya hivyo utapata ni mafungu 9 kwa maana ya vitu 108. Utabakiwa na vitu 7 kati ya vitu 12 vinavyohitajika kwenye fungu. Kwa hiyo jibu letu itakuwa ni 9 7 juu ya 12. Asante sana. Tuangalie mfano unaofuata. Tunaendelea na tuko kwenye mfano wa 3. Tumepewa sehemu yetu ambayo ni 3 juu ya 5 mara 4 1 juu ya 6. Katika sehemu hii upande wetu wa kwanza wa sehemu una kiasi na asili, hatuna namba mzima, na upande wetu wa pili una namba mzima, kiasi na asili. Ikitokea umepewa kuwezekana sehemu zote zina tu kiasi na asili, maana yake hatua ile ya kuchukua asili mara namba mzima kujumlisha kiasi hautofanya kabisa. Utaendelea na ile hatua ya kuangalia kama kuna sehemu zinagawanyika. Lakini ikitokea upande mmoja una kiasi na asili, upande mwingine una namba mzima, kiasi na asili, utatakiwa kufuata zile hatua za kawaida. Au pia unaweza ukapewa sehemu ikaonekana upande mmoja una kiasi na asili, upande mwingine una namba ya kawaida. Mfano umepewa 3 juu ya 5 mara 4. Hiyo tufanye umepewa ndio hivyo. Kwa hiyo ile namba ambayo ni ya kawaida utaiweka juu ya 1 ili kuiweka kwenye muundo wa sehemu. Tuangalie mfano wetu. Kwa hiyo hapa itakuwa ni sawa 3 juu ya 5 kwa sababu iko kama ilivyo, hatuna namna kubadilisha. Mara kwenye upande wa pili itachukua kiasi asili mara namba mzima ambapo itakuwa ni 6 mara 4 24 kujumlisha 1. Kwa hiyo utapata 25 juu ya 6. Baada ya hapo tutaangalia kama kuna maeneo yanagawanyika. Hapa na hapa, lakini pia hapa na hapa, lakini pia hata hapa na hapa na hapa na hapa. Kwa hiyo tuna uwezo wa kurahisisha namba hii ya chini na namba ya juu kama zinarahisishika, au namba hii ya chini na namba ya upande huu ya juu, au namba hii ya chini na ya hapa ya juu, au namba hii ya chini na ya upande wa juu. Kwa hiyo kulingana na hesabu yetu bado inarahisishika maeneo mengi. Kwa tutagawa hapa kwa 5 ni 1, kwa 25 kugawa kwa 5 ni 5. Lakini pia 3 kugawa kwa 5 ni 1, na 6 kugawa kwa 3 ni 2. Kwa nini tumegawa kwa 3? Kwa sababu 3 inagawa hapa na hapa, na pia hapa tumegawa kwa 5 kwa sababu 5 inagawa hapa na hapa bila baki. Kwa hiyo juu tumebakia na 1 mara 5 na chini tumebakiwa na 1 mara 2. Kwa hiyo itakuwa ni sawa 1 mara 5 ni 5 juu ya 1 mara 2 ni 2, ambapo tutaweka hapo. Kwa hiyo tumepewa vitu vitano. Tumetakiwa tuweke kwenye mafungu ya vitu viwili viwili. Baba amekupa vitu vitano, amekwambia niwekee mafungu kwa vitu viwili viwili. Kwa utapata mafungu mawili, itakuwa sawa na mafungu mawili. Utatumia vitu 4, kitabakia kitu kimoja kati ya vitu viwili vinavyohitajika kwenye fungu. Kwa itakuwa ni 2 1 juu ya 2. Kwa hiyo 2 ni mafungu yenye vitu viwili viwili.
Kwa hiyo hii tunaita namba mzima kiasi asili. Asante sana, naamini utakuwa umeelewa. Kama kuna sehemu ina changamoto, rudia kwenye mifano iliyopita, fanya mazoezi zaidi, utakuwa vizuri zaidi. Asante sana. Hello, karibu katika sehemu ya zoezi la kuzidisha sehemu, na katika kipengele hiki fanya zoezi kwanza, majibu yake yatakuja hapo chini. Hakikisha unafanya zoezi kabla ya kuangalia majibu ili kujipima kama umeelewa kwenye dhana ya kuzidisha sehemu. Lakini pia unaweza kutafuta maswali mbalimbali kwenye mitihani ukafanya na ukampelekea mwalimu akupe msaada. Hakuna mwalimu atakayekataa kukusaidia kazi ambayo umeifanya kwa jitihada ukiwa nyumbani. Asante sana.